Otep, inaitwa Sura Moja, ni mwanamuziki wa reggae Tanzania, lakini pia ni director wa Tanzania Reggae Boys na Zion Empire. Pia mimi ni mtafiti wa masuala mbalimbali ya historia na utamaduni. Sasa leo nataka niwape story ambayo ilitokea mwaka jana. Nilienda kutembelea kule viwanja vya makumbusho ya Majimaji Songea. Ukienda pale kwenye vile viwanja vya makumbusho ya Majimaji Songea, unakuta kuna historia nzuri sana, hasa ambayo inahusiana na vita ya Majimaji. Tunajua hii vita ilitokea mwanzoni mwa miaka ya 1900 na ilikuwa inahusisha wenyeji wa Tanganyika na askari wa Kijerumani, au tunasema wavamizi wa Kijerumani. Ukienda pale kuna historia nyingi, lakini kwa mimi binafsi kilichonigusa ni kuna mama mmoja anaitwa Mkomanile. Huyu mama yeye, baada ya Kinjekitile Ngwale kugundua ile dawa ya Majimaji, yule mama Mkomanile yeye ndiye alikuwa anahusika na kuchukua ile dawa. Fikiria mtu anatoka Lindi, kwa sababu Kinjekitile Ngwale yeye alikuwa ni mwenyeji wa Lindi. Yeye alikuwa anatoka mkoani Lindi, anapeleka ile dawa ya Majimaji ya Kinjekitile Ngwale kwenye uwanja wa vita mpaka Songea kwa miguu kipindi hicho. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba akina mama, malikia wetu, wanawake na akina dada walihusika kwa asilimia kubwa kama wanaume katika kupigania uhuru na haki ya mtu mweusi. Lakini pia kitu kingine ambacho kilinivutia katika yale makumbusho ya vita vya Majimaji ni mzee wetu Mhenga Kinjekitile Ngwale. Yeye alikuwa ni mganga, na sio mganga wa kawaida, ni mganga ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana kiasi kwamba alikuwa anaweza kukaa kwenye maji, chini ya maji siku 3. Na kutoka kule kwenye maji ndipo ambapo alipokuja na ile dawa ya Majimaji. Kwa hiyo alikaa kule akapata maono. Hii inatufundisha nini? Kwamba tusipuuze vya kwetu. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanajaribu kubeza kwamba ile dawa ya Kinjekitile ya Majimaji pengine haikufanya kazi yake sawa sawa, lakini sio kweli. Kwa sababu ukiangalia ni kama miaka 4 kwenye mwaka 1904 na 5 mpaka 1908 hii vita ya Majimaji ilikuwa inapiganwa. Kwa hiyo ingekuwa ile dawa haifanyi kazi, basi ile vita nafikiri ingeweza ikaisha ndani ya mwezi mmoja ama miwili, na wapiganaji wetu wangeweza kuwa wamekufa wote au tumeshindwa vibaya sana. Kingine ambacho kilinivutia au kuteka hisia zangu kwenye yale makumbusho ya Majimaji ni namna ya watu wanavyoweza kuwa wamoja, wanavyoweza kukusanyika pamoja ili kukabiliana na uvamizi au kupigania haki, kuleta umoja na amani. Tukumbuke ile vita japo makumbusho ya Majimaji yapo mkoani Songea, lakini ile vita ilikusanya karibu maeneo ya kusini wote mpaka Uzaramoni mpaka Dodoma. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kwamba ile ilikuwa ni uasi kama ambavyo wanasema ni Majimaji rebellion. Haukuwa ni uasi, ilikuwa ni vita ya kutaka kujikomboa. Kwa hiyo ilichukua makabila mengi sana kutoka huko kusini mpaka katikati mpaka Uzaramoni kule, Wangindo, Wamwera, Wayao, Wangoni walihusika katika ile vita ya Majimaji. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba kama tukiamua kukabiliana na adui, sisi kama taifa, sisi kama Waafrika tunaweza. Lakini kikubwa na ambacho ni cha mwisho nataka niongelee hapa ni ile tabia ambayo ilifanywa na hawa wavamizi wa Ujerumani. Baada ya wale mashujaa wa Majimaji kukamatwa, waliwekwa sehemu moja, wakaambiwa wachimbe shimo ambalo baadaye liligeuka likaja kaburi lao. Kwa baada ya kuchimba lile shimo, walinyongwa mmoja mmoja, na walipokufa lile shimo ambalo lilichimba wenyewe basi liligeuka kuwa kaburi lao, wakazikwa mule. Lakini kwa upande wa huyu mzee wetu Songea Mbano, yeye kifo chake kilikuwa cha tofauti, kwa sababu walimnyonga ikashindikana. Baada ya kushindikana ilibidi wafanye nini? Wampige risasi.
bado tunaona nguvu ya mila na desturi na sayansi zetu sisi wa Afrika, kiasi kwamba kunyongwa kawaida inashindikana kwa baadhi ya watu ambao wanajua hizi sayansi zetu za asili. Kwa hiyo Songea Mbano yeye alipigwa risasi, lakini alizikwa katika kaburi la peke yake. Na kwa nini azikwa kwenye kaburi la peke yake? Kwa sababu Wajerumani walihofia kwamba pengine akizikwa pamoja na wale mashujaa wengine wa Majimaji atakuja kuwafufua wenzake na hatimaye wanaweza wakazusha tena mapigano mengine ya kuwakomboa. Kwa hiyo Songea Mbano yeye alizikwa peke yake, lakini pia kibaya zaidi ambacho kilifanyika ni kwamba walimkata kichwa. Na kuanzia kipindi hicho, miaka hiyo 1900 mwanzoni mpaka leo tunavyoongea, fuvu la Songea Mbano lipo Ujerumani. Tumefuatilia na kuuliza maswali tukaambiwa kwamba rais wa shirikisho la Ujerumani alikuja na aliahidi kulileta ile fuvu. Kwa nini linachukua muda mrefu? Ni kwamba walisema yanatakiwa mazungumzo kati ya serikali ya Ujerumani na makumbusho hayo ya Ujerumani ambayo yanahifadhi lile fuvu. Kwa hiyo sisi kama Watanzania, sisi kama Waafrika tunahitaji lile fuvu la Mkwawa lirudi. Hatuombi, na tunajua sio sawa kuendelea kubaki na fuvu, sio utu. Kwa hiyo tunahitaji lile fuvu lirudi kwa heshima, kwamba sio vizuri mtu azikwe bila kichwa chake. Asanteni sana, endeleeni kufuatilia Reggae Doors, endeleeni kufuatilia timu ya taifa ya Reggae Tanzania, na maanisha Tanzania Reggae Boys. Nyuma ya kamera ni Dimateo Zion na dada yetu pale Sister Clara. Asante sana kwa kampani yako leo. Tunakukaribisha sana Tanzania Reggae Boys.